The messengers sent to bring what you want from God might be the people you ignore. Tekea, huna pahali popote ambayo Mungu hawezi weka msaada wako. Naamini kuna watu wameacha msaada yao kwa sababu pale Mungu ameweka hapaoni vizuri. Haoni kama kuna kitu chake. Leo ningetaka tuongee juu ya jinsi Mungu anavyotupea ama anavyotusaidia, ama God's provision. When I talk of God's provision, ninamaanisha it is the act of providing. Ni ile njia ya Mungu kutulisha ama kukutana na mahitaji yetu. Jinsi anavyofanya ili akutane na mahitaji yetu. Katika nchi ya Israeli kulikuwa na mfalme mmoja alikuwa anaitwa Ahabu. Ahabu alitawala na utawala wake haukuwa mzuri. Hakufanya mambo yaliyompendeza Mungu. Yeye alijenga madhabahu za Mungu ambaye aliitwa Baal. Yeye alioa mwanamke kutoka katika mataifa mengine, alikuwa anaitwa Jezebel. Jezebel alikuja na mungu wake wa Baal, na hata akaja na mapasta wa hao mungu wake, huyo mungu wake akaja na wao. Na pia mume wake Jezebel akamjengea kanisa ya huyo mungu wake anaitwa Baal, akamjengea hapo. Na kutoka hapo huyu mfalme aliweza kupromote idolatry, yani kuabudu sanamu. Ikawa nchi yote ya Israeli ni kuabudu masanamu. Hivyo aliweza kuamsha ghadhabu ya Mungu, kwa sababu ile nchi yake mwenyewe aliichagua. Akaambia wanae, hii ni nchi mtakayoishi sasa imedajishiwa na miungu ya masanamu. Hata ndio asubuhi uliona tulisema Mungu anasema mlikuwa mnanitukana kwa kila mlima. Hiyo ni kumaanisha kuabudu mungu mwingine ni kama kuambia wewe Mungu si Mungu tena. Kwa hivyo hiyo ikakadhabisha Mungu sana, na ndipo kupitia kwa mtumishi wake Elijah akakutana na huyu mfalme Ahab. Akamwambia, wacha nikwambie, tazama vile nchi imekuwa sasa, itakuwa hivi kulingana na neno ninalokuambia. Mimi ni mtumishi wa Mungu ninayesimama mbele zake. Kutoka sasa haitanyesha mvua tena kwa miaka kadhaa, na ndio ujue kuna Mungu mbinguni. Na kutoka hapo Elijah manake alijua sasa kutakuwa na ukame. Alitoka mbele ya mfalme Ahabu na akaambiwa na Mungu, sasa nitakuonyesha pali utaenda kukaa, manake kutakuwa na njaa, na hiyo njaa hakuna mtu akukusaidia. Mimi ndio nitajali masilahi yako. Kwa hivyo utaenda katika kijito cha Kerithi. Kijito cha Kerithi nika brook kadogo kaliingia katika River Jordan. Kalini kadogo tu kalikuwa kanaleta maji hapo. Na kumbuka kama sasa kulikuwa kuna ukame, inaonyesha hata River Jordan haikuwa na maji, ilikuwa imekauka. Na hiyo kasehemu, hiyo kijito, Mungu alijua yeye mwenyewe kuna maji mtumishi wake anaweza kwenda kunywa. Hivyo akamwambia, wewe utaenda hapo katika hicho kijito cha Kerithi ambacho kimeunganisha River Jordan. Ukae huko, nitakulisha huko, na ile maji utakunywa iko huko. Na pia nina watumishi wangu watakao kuletea chakula, na wao ni kunguru. Watakuletea chakula hapo, mkate asubuhi na nyama, na pia jioni, na utakula hapo mpaka wakati nitakapokuambia. Hivyo Elijah alitoka na akaenda kwa hicho kijito kinaitwa Kerithi. Alipoenda huko Kerithi, alikaa huko, na ni kweli Mungu aliweza kujali maslahi yake. Kumbuka hakuna mtu angeweza kumsaidia. Hata mfalme amemkasirikia kwa sababu kumekuwa na njaa, vile amesema kumekuwa na
ukosefu wa mvua na watu na wanyama wanahangaika, na mfalme alikuwa anafikiri huyu Elia ndio amesababisha hii, hata hakuwa anamtaka. Kwa hivyo hakuna mtu angemsaidia, ilibidi Mungu ashughulikie mahitaji yake, na aliweza kujishughulikia kwa njia ya ajabu. Kwanza alimwelekeza kwa kijito, huwezi dhania kama kuna maji, na pili alitumia watumwa wa kumletea chakula ambaye hakuna mtu yeyote anaweza kuwa suspect kama hawa wanabeba chakula kizuri, na hapo ndio aliweza kumlisha mpaka maji hapo ilipokwisha. Elijah akaambiwa na Mungu, usijali, bado nina mpango wa kuendelea kukusaidia. Utatoka hapa uende Zarefathi. Zarefathi kuna mwanamke mjane, na huyo pia nimemuamurisha akulishe. Kwa hivyo Elijah akatoka na akaenda Zarefathi, katika hiyo jiji ya Zarefathi, na kwa good luck alimpata mama mjane akiokota kuni akapika ugali. Kaunga kadogo kalikuwa kamebaki, akamwambia, nataka maji ya kunywa. Mama akienda kuchota maji, Elijah akamwambia, na pia uniletee kitu nikule. Mama akamwambia, kama vile Mungu wako aishivyo, sina kitu, ile iko pale ni unga ndogo na mafuta kidogo iko chupa, na nilikuwa naokota kuni ili niende nipike tukule na mwanangu na sisi tukufe, manake bado njaa iko. Elijah akamwambia, mama usijali, enda kwanza unipikie nikule, kwa sababu Mungu anasema hivi, haitaisha. Mungu anasema haitaisha. Watch this. Mama akaamini maneno ya Elijah. Alipoamini akaenda akampikia kamkate na akamletea akakula. Elijah akamwambia, rudi pale tena uone. Aliporudi pale akaenda akapata kaunga tena kadogo na mafuta kidogo bado iko, haijaisha. Yeye akapika na mwanae wakakula. Lakini Mungu akafanya miujiza ya ajabu. Kila walipomaliza hiyo unga, asubuhi walipata imetoshia kama ile ya jana na mafuta kama ile ya jana. Na Mungu aliweza kuwalisha mama na kijana wake na mtumishi wake kwa zile siku zilibakia za siku za njaa za kiangazi, mpaka wote wakasurvive kiangazi. Hivyo ndio jinsi Mungu alivyoweza kuwasaidia. What are we learning from this lesson, or from this passage? Tunasoma nini hapa? Jambo la kwanza lile tunalifundisha ni hili. God has help where you least expect. Yaani Mungu anajua ni wapi anaweza kukusaidia, lakini ni vigumu wewe mwenyewe kutambua haraka. Manake ile njia Mungu anaweza panga ya kupea msaada wako ama kukujibu maombi yako inaweza kuwa ni njia wewe huwezi tarajia. Watch this. Nimeona watu wanaamini njia wanazoziona na macho yao, lakini sio ile njia Mungu ameifungua. Wanaona njia tu na wasema hii ni njia ya Mungu na hii itanisaidia. Lakini wacha nikwambie, ile njia umeona tu na macho yako ya nyama inaweza kuwa sio ile njia ya Mungu ya msaada wake kwako. Kwa sababu Elijah ilibidi amngojee Mungu amwambie, basi kutakuwa na njaa na wewe utafanya hivi. Nimepanga mpango wa kukulisha, lakini si mpango wa kawaida. Manake jambo la kwanza, utaenda kuishi katika kijito. Wapi watu wanaishi huku? Huwezi pata watu wanaishi kwa kijito, wanaishi kwa kijiji. Lakini aliambiwa utaenda hapo kwa kijito, a place where there is no people. Maybe wakija kuchota maji, akaambiwa hapo. Mungu akikwambia hapa pande ile ndio kuna msaada wako, anaweza kukuonyesha pale huwezi amini, pale huwezi taka, pale unaweza dharau. Kumbe hapo ndio kuna msaada wako. Alienda kwa hiyo kijito na kwa kweli akaenda akapata kuna maji. Alipokaa hapo, Mungu alimwambia pia
njia yangu ya kukusaidia sio njia kama ya mwanadamu. Wale watumwa nitatuma kukusaidia ni kunguru ndio nitatumia. So God used strange messengers walete chakula ya mtumishi wake. Naamini siku ya leo ni ngumu kwako kutumiwa watu wengine uone kama wana msaada kwako, lakini wacha nikwambie, Mungu anaweza tumia wale watu ambao wanakaa kama hawana msaada kwako. Kumbe they are equipped to feed you. Kwa nini? Manake kunguru ni watumwa ambao huwezi amini, lakini kunguru hana chochote, lakini atapewa na Mungu akuletee. Tofauti ni mnyama ambaye haonekani kama anaweza kukuletea kitu, haonekani kama anaweza leta msaada kwako, lakini kunguru ametumwa na alete. Hii inasema you must watch out. You may not know who sent to help you. You may not know who sent to bring something to you or to answer your prayer. Watch out. You may not even know your destiny connector ni nani. Unaweza mdharau, lakini mtu ametumwa na ameunganishwa na mitandao ya ajabu mpaka siku moja kufikishie ile maombi yako ama kile ulikuwa unataka kutoka kwa Mungu. Lakini watch this, anaweza kuwa ni mtu unadhani. So Mungu ana njia za kutusaidia ama kutujibu maombi yetu ama kutuletea kile tunataka. Ana njia saa zingine huwezi ziamini. The messengers wale walileta provision ya Elijah walikuwa strange. Nobody would detect kama wana mission kwa huko Kerithi. Nobody would detect kama wametumwa. The location ya msaada ilikuwa ni pale hakuna watu. Kwa hiyo kijito cha Kerithi. Na Mungu hapo alipanga njia yake ya kumsaidia mtumishi wake. Jambo la pili ambalo tunajifunza kuhusu God's provision ni kwamba ile sehemu ama the location of your help is known by God. Ask him. Upande yule Mungu ametuma msaada wako, yeye ndiye anajua. Muulize, wacha kunyonyesha na macho yako na kudhania huyo ni Mungu. Where there is your help, Mungu ndiye anajua. Piga magoti hapa, mwambie niambie Mungu pahali kuna msaada wangu, because he knows. He is the one who knows. Elijah hangejua kama msaada wake uko Kerithi. Elijah hangejua kama watumwa wa kumletea msaada ni kunguru. So hauwezi jua ni upande gani Mungu ameweka msaada wako. Hauwezi jua. Na kama huwezi jua, you better depend on him. You better ask him. Muulize Mungu, ni upande gani umeweka msaada wangu? Ni nani umetuma alete msaada wangu? You better ask God. Wacha kuangalia na macho ya nyama na kusema ndio hapa. No. It's just like mtu mwingine alipeana mfano wa mtu ambaye alikuwa anataka kuoa na akaona msichana mzuri. Alipomwona akafunga macho. Mungu, namtaka huyu awe mke wangu. Lakini ushamuona na ujui kama ni yeye. Uwezi kufungua macho hivyo na useme hapa ndio kuna msaada wangu. Mungu ndiye anajua. Na ukitaka vizuri, piga magoti, muulize Mungu, msaada wangu kwa pande gani? Kerithi. Na akikuelezea pale msaada wako huko, chunga usingino, chunga usikatae. Wengi wameacha msaada walioletewa na Mungu kwa sababu ile sehemu Mungu ameweka msaada wao wameidharau. Ile sehemu wameidharau. Wale watu wametumwa kuleta msaada amewadharau. Na hivyo Mungu akasema, enda basi ukatafute kule utasaidika, kwa sababu nimetumana na umedharau. Na nimekuambia the place where your help is na umekataa.
It's very easy for us to ignore God kwa kukataa msaada wake kupitia na zile njia anatumia, manake sisi kama wanadamu. So you don't know the location where your help is. You better ask God. Afadhali uulize Mungu, msaada wangu uko wapi? Nataka niwe kama Daudi. Daudi alisema, ninatazama milima, msaada wangu utatoka wapi? Na akasema msaada wangu utatoka kwa Mungu. Afadhali muangalie, watch this, Mungu mwenyewe. Wacha kuangalia milima. Daudi alisema sio milima naangalia. Milima ni wale watu unafikiri wana msaada wako. Milima ni wale watu unafikiri hao wametumwa kwako. But I want to tell you, God may send a person you ignore. Mungu anaweza tuma mtu unadharau ili alete connection. Anaweza tuma mtu ambaye wewe mwenyewe hata uone kama ni mwanadamu, ni mtu ametumwa. So you don't know, you better ask God, Lord, msaada wangu uko wapi? Na jambo lingine la mwisho kuhusu God's provision, nasema ya kwamba you may not understand whom God commands to provide for you. You may not understand who God commands to provide for you. Wakati Elijah katika kijito cha Kerithi kilipoisha maji, kunguru hawakuleta nyama tena. Naye Mungu alikuja kuambia Elijah ni wapi ataenda. Akamwambia, nimeamrisha mjane sasa. Sasa sio kunguru. In most cases, God may send people who even needs your help. Mungu anaweza hata tuma mtu ambaye anahitaji msaada wako kwa njia nyingine, na kumbe ana kitu chako, hata kama ni kidogo namna gani. Akaambiwa, nimeamrisha mjane ili akulishe, enda huko Zarefati. Elijah alitii, akaenda akapata mama anaokota kuni. Mama anataka chakula, akamwambia ile chakula iko hapo ni yangu na mtoto. Akamwambia, enda unipikie kwanza nikule, Mungu amesema haitaisha. Mama alitii, aliamini, na alipoamini akaenda akapika chakula na akaletea Elijah. Mtumishi alipokula akamwambia, rudi pale tena kwa ile nyungu kaangalie. Alienda akapata unga kama ile kiasi na mafuta kama ile kiasi, akapika yeye na kijana wake, na kwa masiku yaliyobakia ndio mvua inyeshe, waliweza kusurvive ile njaa. Lakini huu ndio ukweli. Ni nani huyu ametumwa amsaidie mtumishi wa Mungu? Mama mjane anayehitaji kusaidiwa. Mungu anamwambia, nimeamrisha huyo. Even at times I feel like saying, hata afadhali Mungu aamrishe mtu ambaye hawezi kukutukana, hawezi kukudharau, hata unakula kitu kidogo na yeye, lakini kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu, kuliko mafuta na nyama za mtu ambaye atakutukana baadaye na hata akwambia maneno machafu. Uwezi jua Mungu ametuma nani saa zingine kukuletea jawabu ya maombi yako. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kwanza, kupitia kwa Elijah alituma kunguru, na mtu wa pili ni mtu mdhaifu, mtu ambaye hana chochote, ule ambaye anahitaji kusaidiwa, mjane. Akamwambia, huko ndio kuna msaada wako. Sijui wewe unaangalia msaada wako upande gani? Wacha nikwambie, tunadanganyika sana. Msaada wetu uko kwa Mungu, sio kwa watu ambao tunafikiri wana msaada yetu. Hata sio kwa mtu anakuambia mimi ni mna msaada wako. Hapana, anaweza kuwa tu anataka kukuwin kwa sababu zake very special, and then you fail to know kwa nini anataka kukusaidia. I want to conclude. Chunga sana msaada wako
Kuna pahali msaada wako umetengenezwa na Mungu tayari, lakini unaweza kuwa ni pahali unaweza dharau. Majibu yako ya maombi yanaweza kuwa pahali uwezi jua vizuri na unaweza dharau. Chunga sana. Na ile wakati nilikuwa naangalia ile andiko, ile kwanza jambo lilinisikitisha ni kwamba wengi wanaweza kuwa wamefuata njia zao, wakapita Kerithi na ndio kuna msaada wao, wakapita mama mjane, huyu ana msaada, hiki kijito hakina maji, hawa kunguru ni wachafu hawezi kuniletea maji. Wao unataka watu wasafi, watu wana magari, watu wanaibu, nafikiri wametumwa chakula ya siku moja, lakini chakula ya mjane ni ya mpaka njaa ishi. Wanapewa siku mpaka njaa ishi. The messengers sent to bring what you want from God might be the people you ignore. Take care. Umeomba mara mingi, umeomba Mungu nisaidie, lakini Mungu anaweza kuwa ametuma watumwa ambayo wewe mwenyewe hauoni ni wa ile class ya kukusaidia. Unawalenga tu. Elijah hakuuliza Mungu, kunguru ni akina nani watuma nyama zangu? Elijah angeuliza Mungu, mjane ni nani mtwana mali anaweza kunilisha? Lakini hakuuliza, manake alijua Mungu ana uwezo wa kufanya kila kitu. Kama mvua haikuja, basi ninaweza kula kwa mjane. Kama mvua haikuja, basi ninaweza letewa chochote na kunguru. I don't care. All I know is that God can provide. I don't care about the way in which He's gonna use to provide for me. All I know that He is able to provide. Ile njia yake ya kukutana mahitaji yangu sijui, lakini atakutana mahitaji yangu kwa ile njia zake. Anaona yeye ni Mungu na anajiamini kuliko mwanadamu. Kerithi sio pahali kulingana na mwanadamu ambaye unaweza pata mtu ati anatafuta kitu hapo. Kerithi ni kijito kidogo kinaunganisha mto wa Jordan. Na kulingana na watu wengi, Kerithi ni pahali ya kuweza kupatikana msaada wa maji kulingana na mwanadamu. Lakini wacha nikwambie, God's provision huwezi kuijudge na kakijito, huwezi kuijudge na mama mjane. Sisi kama wanadamu tukiuliza ni nani hapa anaweza saidia, tutamuonyesha tajiri mkubwa, tuseme huyu bwana tumbo kubwa ndio anaweza saidia. Lakini Mungu ana njia zake, ana watu wake. Si lazima wawe na matumbo, si lazima wawe na mapesa, lakini anaweza watumia ili tu wakuridhishie yale mambo ulikuwa unataka kutoka kwake. So angalia, kijito inaweza kuwa Kerithi inaweza kuwa si sehemu ya msaada kulingana na mwanadamu, lakini kulingana na Mungu hakuna pahali popote ambayo Mungu hawezi weka msaada wako. Watch out. Naamini kuna watu wameacha msaada yao kwa sababu pale Mungu ameweka hapaoni vizuri. Haoni kama kuna kitu chake. I want to believe so. Na huyo ni mtu utamuona ameenda kuombewa na ameacha msaada wake, manake amedharau na ametangatanga na hapati msaada wake. Kumbe aliuacha Kerithi, na manake kama mwanadamu anajua kama mto mkubwa umekauka na hii kijito kanaleta maji tabia kamekauka. Yeye ni mwanadamu anafikiria hivyo, lakini Mungu hayuko hivyo. Mungu hayuko hivyo. Tazama, Kerithi kunaweza kuwa msaada hata kama Jordan imekauka. Kerithi inaweza wekwa maji na Mungu ikae na maji. Yes.
situation might be in a widow's home. Chunga, Mungu anaweza kuwa ametuma mama mjane, ile maombi yote umeomba siku mingi. Anaweza kuwa ametuma mama mjane. Inawezekana. Niliwapea illustration na hiyo mama anaijua. Kijana aliyekuwa mgonjwa wa akili akatafutia dada yake kazi hospitalini. God can send anybody to help you. Chunga kuangalia standard zako na vitu nyingi unaangalia. Mungu ana njia zake na njia zake si za kibinadamu, na sana sana anatumia ile njia unaweza kataa kuelewa haraka. So take care. Anaweza tuma mjane. Mjane ana kitu kidogo cha kukusaidia, sikatai, lakini akiishi mtakula mpaka njaa ishi. So watch out. You might ignore. Ama unaweza kuwa umekataa kuelewa, ama unaweza kuwa umepita keridhi, na hapo ndio Mungu ameweka msaada wako. Why? Because you trusted your judgments. Wewe umekuja keridhi, kama hii mto mkubwa imeisha maji na wacha nipite. I tell you, unaweza kuwa hapo ndio umepita msaada wako keridhi. Unaweza ishi keridhi, uone wale watumwa wanakuletea msaada, wanakaa kunguru. Mnyama anaye anakula vitu zimeoza. Uambie klasi yangu ni wakulisha na hawa. Unavuka hapo keridhi unapita. Kumbe umeacha msaada wako keridhi uko hapo. Or you just ignored. Because you don't like the message just said. And the location ile unafikiri msaada wako huko, basi sio ile unataka. Uko na location yako lingana mawazo yako. Your judgments inaweza kukuruin, inaweza kukufanya upoteze msaada wako. So no matter how hopeless our situation is, we should look for God's caring hand. Hata kama umefinya kiwango gani, tafuta uso wa Mungu. Muulize msaada wangu uko wapi Mungu? Nisaidie nisikije nikapita. Nisaidie nisije nikaangalia na macho ya mwanadamu nikasema hakuna kitu hapa. Nisaidie nisije nikapitana na msaada wangu. Maana njia za Mungu ziko juu ya mwanadamu, ya njia za mwanadamu. Sasa tunaongea, sina shaka unaweza kuona kuna mtu analia, lakini he or she just ignored keridhi, na hapo ndio kuna msaada wake. Wale wametumwa wamsaidie, ameangalia akaona ni wa klasi ya chini, akaenda akaacha. Kumbe hao ndio wametumwa kwa msaada wake. Hao watu tunaangalia kwa macho yetu tunafikiri wametumwa, they might have not been sent by God. Because God haina standard, haina klasi ya mwanadamu, anaona na ile yake kama Mungu. Na anasema ninazitumia vyombo vidhaifu ili nionyeshe vyombo vyenye nguvu, basi mimi ndio Mungu. Unafikiri msaada wako uko wapi? Umelia siku mingi, unaweza kuwa hujafika. Mngojee Mungu, atakwambia. Muulize akuelekeze keridhi iko wapi. Muulize akuelekeze kama ni kwa mama mjane. Mungu nisaidie nijue. Umetuma mama mjane ama umetuma kunguru? Mungu nisaidie nijue. Muulize akuelekeze. Unaweza kuwa for all that umebypass the location ya your help. Unaweza kuwa umepita, manake umedharau, unaona kama si kitu. Mwambie Mungu, kama nilipita ile njia unataka nisaidike nayo, nisaidie nirudi nianze tena. Nirudi hapo. Why? Because bado msaada wako uko hapo. Ulipita kwa sababu ya kuangalia na macho ya mwanadamu. Bado msaada wako umeachwa hapo. Mwambie Mungu, wacha nirudi tena nisaidie. Help me trace the way to keridhi, that I may get my help. Kama iko keridhi, nisaidie kuona njia nirudi keridhi.
Nisaidie kuelewa na hawa kunguru, nisione kama wanyama wachafu ambao wananiletea chakula. Nisaidie nielewe na mjane asije akawa umemtuma na mimi nikaangalia kwa mambo ya standard nikakataa kujua umetuma nani. Nisaidie. Wow, watch this. Wengi wanaweza kuwa wamepitana na baraka zao sababu waliangalia macho ya nyama na wakaipita. Simama.